Kuna mtu nilikuwa nakikao naye lakini nilikuwa bora nimesamehe. Unajua sisi tumeshakuwa familia sasa. Na nashukuru Mungu nimekukuta. Asante. Karibu sana ndugu yangu. Sema bahati mbaya zaidi shemeji yako naye katoka kidogo. Haina shida. Lakini pia nikupongeze sana. Ongeza mapipi gani? Mazuri sana. Lakini pia unaonekana umejipanga vizuri. Sasa shukrani za dhati hizo tele kwa Mungu. Unaona? Bana namshukuru sana kwa hiki kidogo ambacho ameniruhusu. Maisha yanaendelea. Unaona? Vipi wewe? Una familia, labda una mke, watoto na kadhalika? Hapana dada. Sijabahatika kuwa na familia. Lakini hivi karibuni nadhani nitakuwa na familia bora sana. Nakuombea kila la heri. Unajua mwanaume ukiwa na familia kaka, unakuwa umekamilika kabisa. Ni kweli kaka. Uko sahihi kabisa. Lakini shida mimi mwanamke wangu nisaidia. Yuko na mwanaume mwingine? Ina maana alikusaliti? Sasa inawezekanaje lakini unaonekana wewe uko vizuri kifedha? Shida ni nini? Historia ndefu sana. Sijui hata kwa nisi vipi. Lakini hawa wanawake changamoto sana. Sijui hata nikuelezea vipi. Kwanza nahitaji tupate muda mwingi sana. Lakini historia yangu inasikitisha. Unajua kwa maana kangu mlembo. Karibu. Asante, naona una ugeni. Ndio tuna mgeni. Kila mwanzani unamkumbuka huyo jamaa. Huyu ndo ananisaidia upatikanaji wa simu yangu ambayo ilikuwa imeibiwa. Ndio, namkumbuka. Basi leo kaja kusabai hapa kidogo. Nilikuwa na naye kutaka kufahamiana. shemeji bwana. Mke wangu. Unasalimiwa? Salama tu shemeji. Karibu nyumbani. Asante sana. Sasa kaka, inabidi niwakimbie. Mbona mapema hivi wakati ndio shemeji yako kafika kwanza ataandaa hapo kidogo tuchangamshe tumbo. Shukrani sana kaka. Naomba tufanye siku nyingine. Maana unadhani nilikwambia kama nilikuwa na kikao na mtu. Na nataka niwahi sasa hivi. Kwa hiyo katikati tutaonana tu. Sisi tushakuwa familia bwana. Basi kaka haina shida. Ila sasa ukikutana kwa mara nyingine lazima umalizie historia huyo mwanamke aliyekusaliti yuko na mwanaume mwingine. Usijali. Mimi pata muda mzuri tutaonana tutazungumza masuala. Sasa bwana nitakuhadisia tu. Haina shida. Kwa hiyo mimi ni waacha. Kaka shukrani sana. Karibu tena. Sawa. Tangu vipi? Kwanza mbali. Unaonekana kama hauko sawa. Una shida? Hamna, mimi nipo ndani baba. Love. Mke wangu. Wewe? Nyambe mama. Unakuwa mbali unaanza nini? Hamna. Kuna kitu kinaninyima kabisa amani mwanangu. Yaani moyo wangu unafukuta. Kitu gani? Au unaumwa? Hapana, sio mwali. Nini? Ni kuhusu yule rafiki yako mpya. Sijui kwa nini moyo wangu umeingiwa na wasiwasi mkubwa juu yake. Yeye hata simwamini. Nikimuona tu au nikifikiria mbele zinasisimka. Sidhani kama ni mtu mzuri kwetu. Sina wasiwasi. Maana kama ni mtu mwema tu. Mpunguza mawazo kwa usifikirie vibaya. Wangu. Usidanganyike na cover la nje la kitabu bila kusoma yaliyopo ndani yake. Hawa watu wazuri, wapole, wakimya, ndio wanakuwaga mashetani wa kupindukia. Waogopi sana watu wanaojifanya huko hivi. Ni wauaji vibaya mno. Na ndio wanaoongoza kuharibu maisha na familia za watu.
simdedicate moja kwa moja yeye kwamba ni mtu mbaya ni nini, lakini sijui kwa nini napata hisia mbaya juu yake. Alafu kwanza ametuzoea haraka sana, yani alikuwa na mazoea ya ukarimu kupitiliza, yani kama mtu ambaye tumejuana naye miaka 3 nyuma, wakati hata mwezi hatuna. Bora polisi na familia yetu. Siwezi kusema huyo ni mtu mbaya au mzuri, ila mimi napata tu wasiwasi juu yake, hisia mbaya zinanijia sana kwake. Kwa nini usipunguze ya mazoea yenu au yakate kabisa, tujieke naye mbali? Huwezi jua Mungu anatuepusha na nini. Usipende kukaribisha tu kila mtu kwenye maisha yako. Mtu mwingine anaweza kuingia kwenye maisha yako kwa lengo la kukusaidia, kumbe anatengeneza bomu litakalokuja kukulipua mbeleni. Na hilo bomu likikulipua utalipuka peke yako. Na sisi familia yako tuliopo nyuma yako, unadhani nini kitatokea? Lazima tuchukue tahadhari mapema. Binadamu sio kumwamini kabisa. Binadamu mwenye macho mawili, miguu miwili, mikono miwili. Hapana mwana. Kiukweli najivunia sana kuwa naye. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu kunipa mwanamke kama yeye. Nakushukuru sana unavyonijali, unavyonipigania. Na kuhakikisha unalinda hii familia yetu. Nikuondoe hofu sasa. Nitakuwa makini na hakuna kitu chochote kibaya kitatokea kati yetu au kwa familia yetu. Niamini. Samahani. Naomba ni wajibu wangu mimi kuhakikisha unakuwa sehemu salama. Ni hili kama tutafanya kazi nakwambia. Kama unajua mimi ninachosema kwa speak. Hiyo imeshapita hiyo. Sasa napenda sana kwa sababu sikiliza. Sasa kuuza mawazo yako sasa. Sawa. Habari mtazamaji wa chaneli yangu popote pale ulipo, na hapa tunaendelea na series yetu Bado Nakupenda, ikiwa ni episode ya 12. Bado tunasonga mbele na hii ni movie in Swahili. Nachokuomba ni wewe tu kusubscribe channel yangu ili upate update ambazo zinatoka kupitia Swahili movie. Basi sikuchoshe sana na kutakia utazamaji mwema wa series hii ya Bado Nakupenda. Tunasonga mbele na sizoni yetu ya Bado Nakupenda, na hii ikiwa episodi ya 12. Kenny anazidi kuwa mkatili kila kukicha. Anazidi kufanya mashambulizi, lengo lake ni kumpata Loveness. Ameweka mitego mitatu. Wa kwanza ni kwa Oti, wa pili ni kwa Amina, wa tatu ni yeye kujisogeza kwa mume wa Loveness. Kweli Kenny amezamilia jambo lake. Leo amemuita Amina wakutane. Jambo walilozungumzia kubwa ni Kenny anamlazimisha Amina akatembee na mume wa rafiki yake Loveness. Amina alivyolisikia hili wazo alilipinga kinoma na kumuona Kenny kama mkatili hivi. Lakini Kenny akadizi kukandamizia, ukitaka nikusamehe pesa yangu basi fanya hivyo, na usipofanya hivyo nitakupeleka jela na hakuna wa kukutoa pasipo mimi. Amina akakusa majibu, kwani amepewa option 2 tu, kulipa deni au kufanya kazi ya Kenny. Tukiachana na Amina na Kenny, tunarudi kwa kijana wetu Oti. Oti naye vile vile ameshapewa mkwanja afanye kazi ya Kenny, lengo kubwa ni kumpata Loveness. Jukumu alilopewa Oti ni kumtongoza Beyonce, na tayari mipango hiyo Oti ameshaanza chap. Kamuita Beyonce sehemu na kuanza kumpa madini safi. Lakini Beyonce amesema atafikiria hilo jambo kwa undani. Ameomba muda kwa Oti afikirie na atampatia jibu. Kete ya tatu ni yake yeye kaka jambazi Kenny. Leo mapema amefika nyumbani kwa Dicostan, mume wa Loveness, wanapiga story. Dick bila kujua rafiki yake huyu mpya ni nyoka, wakaendelea na story kama kawaida. Lakini ghafla Loveness naye akafika nyumbani. Cha ajabu akamkuta Kenny yupo na mumewe wanapiga story. Yani Loveness alikosa amani kabisa. Alibaki anatafakari, huyu Kenny ananitafuta nini? Lakini Loveness akusita kumshauri mume wake aachane na rafiki huyu mpya, kwani sio rafiki mzuri. Je, mume wa Loveness atamuelewa mke wake Loveness? Na je, Oti atafanikisha kumpata Beyonce? Basi fuatilia episode inayofuata kupitia channel ya Swahili Movie. Asante na kwaheri.